Victor alikuwa mtu aliyefanikiwa sana kibiashara. Alimiliki makampuni ya usafirishaji, ujenzi na hata migahawa ya kifahari. Watu wengi walimuona kama mfano wa mafanikio. Lakini kilichowashangaza wengi ni kwamba licha ya utajiri wake wote, Victor aliishi maisha ya ajabu kidogo. Tafadhali endelea kusikiliza hadi mwisho ili usikose sehemu muhimu ya simulizi. Usisahau kubonyeza subscribe, like na share video hii ili wengine pia waweze kufurahia hadithi hizi za kusisimua. Kila siku aliamka mapema sana kabla ya jua kuchomoza. Hakuruhusu mtu yoyote kumfuata bustanini nyuma ya nyumba. Hata wafanyakazi wake waaminifu hawakuruhusiwa kuingia eneo hilo la nyuma bila ruhusa yake. Baada ya dakika kadhaa za kuwa peke yake bustanini, Victor angerudi ndani akiwa kimya sana, kana kwamba alikuwa ametoka kwenye mazungumzo ya siri. Mke wake, Amina, alikuwa mwanamke mzuri, mpole na mwenye moyo wa upendo. Amina alimpendeza sana Victor tangu walipokutana miaka 5 iliyopita. Alikuwa anaamini kwamba maisha yake yalibarikiwa kwa sababu ya upendo wa mume wake. Lakini kulikuwa na jambo moja lililomshangaza Amina kila siku. Kila usiku, Victor alimpa shuka maalum la kujifunika. Shuka hilo lilikuwa jeusi na lilionekana la zamani kidogo. Victor alimwambia mara nyingi sana, usiku ukifika, tafadhali tumia shuka hili tu, usitumie shuka lingine. Amina aliwaza kwamba labda shuka hilo lilikuwa na maana fulani ya kihisia kwa Victor. Labda lilikuwa kumbukumbu ya familia yake au kitu alichokipenda sana tangu zamani. Kwa hiyo hakuwahi kuuliza sana. Miaka ilipita kwa utulivu. Maisha yao yalionekana kuwa ya furaha. Walitembea kwenye hafla za kifahari, walisaidia maskini kwa misaada, na walionekana kama wanandoa waliobarikiwa sana. Lakini ndani ya moyo wa Victor kulikuwa na kitu kingine kabisa. Victor hakuwa bilionea kwa bahati mbaya. Miaka mingi iliyopita, kabla hajawa tajiri, alikuwa kijana maskini sana kutoka kijiji kidogo. Alikuwa na ndoto kubwa sana za kuwa tajiri, lakini kila alipojaribu biashara alishindwa. Siku moja, akiwa amechoka na kukata tamaa, alitembea usiku ndani ya msitu uliokuwa karibu na kijiji chao. Ndipo alikutana na mzee wa ajabu sana. Mzee huyo alimwambia kwa sauti nzito, naweza kukupa utajiri mkubwa kuliko ulivyowahi kufikiria, lakini kuna masharti. Victor alikuwa na tamaa kubwa ya mali. Bila kufikiria sana, alikubali kusikiliza masharti hayo. Mzee huyo alimpa kitu cha ajabu sana. Kiumbe kilichokuwa kama nyoka mweusi wenye macho yanayong'aa gizani. Nyoka huyu ataleta utajiri kwako, alisema mzee huyo. Lakini kila usiku lazima awe karibu na mtu unayempenda zaidi. Hapo ndipo nguvu yake huongezeka. Victor aliogopa kidogo, lakini tamaa ya mali ilimfanya akubali. Kuanzia siku hiyo, maisha yake yalibadilika ghafla. Biashara zake zilianza kufanikiwa kwa kasi isiyoelekeza. Pesa zilianza kumiminika kama maji. Ndani ya miaka michache tu, Victor akawa bilionea. Lakini masharti yale ya ajabu hayakutoweka. Kila usiku, nyoka huyu alihitaji kuwa karibu na mtu aliyekuwa karibu zaidi na moyo wa Victor. Ndipo Victor akafanya jambo la siri sana. Alimficha nyoka huyu ndani ya shuka maalum, shuka lile lile ambalo Amina alikuwa akijifunika kila usiku bila kujua. Kwa miaka yote hiyo, Amina hakuwahi kugundua ukweli. Lakini siku moja, mambo yalibadilika. Usiku moja, Amina aliamka ghafla katikati ya usingizi. Alisikia kitu kikisogea polepole ndani ya shuka lake. Mwanzoni alidhani ni ndoto, lakini ghafla alihisi kitu baridi kikigusa mkono wake. Moyo wake ulianza kupiga kwa nguvu sana. Polepole alifungua macho yake. Ndipo akaona kitu kilichomfanya damu yake kuganda. Ndani ya shuka lake kulikuwa na nyoka mweusi mkubwa, akijizungusha polepole, kana kwamba alikuwa amelala karibu naye kwa muda mrefu. Amina alipiga kelele kubwa sana. Victor alikimbia haraka kutoka chumba kingine na kufika kitandani. Lakini wakati huo, ukweli wote ulikuwa tayari umefichuka. Amina alikuwa akitetemeka kwa hofu. Victor, hii ni nini? Aliuliza kwa sauti iliyokatika. Victor alisimama kimya kwa muda mrefu. Macho yake yalikuwa yamejaa hatia. Hatimaye alisema kwa sauti nzito, hiyo ndiyo siri ya utajiri wangu. Amina alishtuka zaidi. Unamaanisha nini? Victor alikaa chini polepole na kusema ukweli wote, kuanzia siku aliyokutana na yule mzee wa ajabu hadi masharti ya nyoka huyo. Kadiri alivyoongea, machozi yalianza kumtoka Amina. Kwa hiyo, miaka yote hii, alisema kwa maumivu, nilikuwa nalala na nyoka bila kujua.
Victor alinyamaza. Ndipo Amina akamwangalia moja kwa moja machoni na kusema kwa sauti iliyojaa uchungu, ulichagua utajiri kuliko maisha yangu. Ukumbi mzima wa nyumba ulijaa ukimya mzito. Kwa mara ya kwanza tangu awe tajiri, Victor alihisi kuwa pesa zote duniani hazikuwa na maana. Lakini wakati huo tayari ilikuwa imechelewa sana, kwa sababu nyoka yule alianza kuinua kichwa chake polepole kana kwamba alikuwa ameamka kwa hasira. Na usiku huo ulikuwa mwanzo wa tukio ambalo lingeweza kubadilisha maisha yao milele. Usiku ule haukuwa wa kawaida. Baada ya Amina kugundua kuwa shuka alilokuwa akijifunika kila siku lilikuwa linaficha nyoka mkubwa mweusi, moyo wake ulikuwa unapiga kwa nguvu sana kiasi kwamba alihisi kana kwamba kifua chake kingepasuka. Chumba kizima kilikuwa kimya, isipokuwa sauti ndogo ya sss iliyokuwa ikitoka kwa nyoka aliyekuwa ameinua kichwa chake polepole. Macho yake yalikuwa yanang'aa gizani kama taa ndogo za kijani. Amina alijisogeza nyuma kwa hofu hadi mgongo wake ukagonga ukuta wa kitanda. Victor, ondoa kitu hicho hapa, alipiga kelele kwa sauti iliyojawa na hofu. Victor alisimama pale pale bila kusogea. Uso wake ulikuwa umejaa wasiwasi ambao Amina hakuwahi kuona kabla. Kwa mara ya kwanza tangu wawe pamoja, Victor alionekana kuogopa kitu fulani. Nyoka yule alijizungusha polepole juu ya kitanda, akitembea kwa utulivu kama mfalme anayetawala eneo lake. Kisha akageuza kichwa chake kuelekea kwa Amina. Mwanga wa mwezi uliingia kupitia dirisha na kugonga ngozi yake nyeusi iliyong'aa. Amina alipiga kelele nyingine ndogo na kujifunika uso wake kwa mikono. Victor, tafadhali, alisema kwa sauti iliyotetemeka. Victor hatimaye alisogea mbele, lakini hakumsogelea Amina, alimsogelea nyoka. Kwa sauti ya chini sana alisema, tulia, tafadhali tulia. Amina alishangaa zaidi. Mungu wangu, unazungumza na nyoka? Aliuliza kwa mshangao. Victor hakujibu. Aliinama kidogo karibu na nyoka yule, kisha akatoa maneno ambayo yalifanya damu ya Amina kuganda. Huyu ndiye niliyekuambia, mtu ninayempenda zaidi. Nyoka yule alitikisa kichwa chake kidogo kana kwamba alikuwa anaelewa. Amina alihisi dunia inazunguka. Kwa hiyo, hii ni kweli, alisema polepole. Mimi nimekuwa sehemu ya uchawi wako? Victor alifumba macho kwa sekunde chache. Si uchawi, ni makubaliano, alisema kwa sauti nzito. Lakini kabla hajamaliza kusema, jambo la kutisha lilitokea. Nyoka yule alianza kukasirika. Mwili wake ulianza kujizungusha kwa nguvu juu ya kitanda. Sauti yake ya sss ilijaa chumba kizima. Victor alirudi nyuma haraka. Hapana, hapana, alinong'ona kwa hofu. Amina alimwangalia kwa macho ya mshangao. Victor, kuna nini? Victor alijibu kwa sauti iliyokosa nguvu. Amekasirika? Kwa nini? Victor hakujibu mara moja. Badala yake, macho yake yalitazama sakafu, kana kwamba alikuwa anakumbuka kitu. Ndipo akasema polepole, kwa sababu siri imefichuka. Maneno hayo yalifanya tumbo la Amina kujifunga kwa hofu. Kwa hiyo, nini kitatokea sasa? Victor alimwangalia kwa huzuni kubwa. Hakuna aliyewahi kuvunja masharti haya na kuendelea kuwa salama. Kimya kizito litanda ndani ya chumba. Ghafla nyoka yule alijirusha kutoka kitandani na kutua sakafuni kwa kishindo kidogo. Amina alipiga kelele na kukimbilia nyuma ya Victor. Nyoka yule alianza kutembea polepole kuelekea dirishani, lakini kabla hajafika, alisimama. Kisha akageuza kichwa chake kuelekea kwa Victor. Kwa sekunde chache walitazamana kimya. Ndipo jambo lisilo la kawaida kabisa lilitokea. Ndani ya chumba lilisikika sauti nzito isiyo ya kibinadamu. Victor, Amina aliganda kama sanamu. Sauti hiyo ilitoka kwa nyoka. Masharti yamevunjwa, sauti hiyo ilisema tena. Victor alitetemeka. Naomba, nipe muda, alisema kwa sauti ya kuomba, lakini nyoka yule alitikisa kichwa chake polepole. Utajiri wako ulitolewa kwa gharama. Amina hakuamini kile alichokuwa anakisikia. Nyoka alikuwa anaongea. Victor alipiga magoti ghafla. Nitafanya chochote, alisema. Usimguse mke wangu. Amina alishangaa zaidi. Mke wangu? Alirudia kwa uchungu. Mimi ni nani kwako Victor? Dhabihu ya utajiri wako? Victor hakujibu. Nyoka yule alisogea karibu zaidi. Macho yake yalikuwa yamejaa kitu cha kutisha sana. Chaguo lazima lifanyike, utajiri au maisha. Chumba kizima lijaa ukimya mzito. Kwa mara ya kwanza tangu awe tajiri, Victor alihisi kuwa pesa zote duniani hazikuwa na maana, lakini wakati huo tayari ilikuwa imechelewa sana, kwa sababu nyoka yule alianza kuinua kichwa chake polepole kana kwamba alikuwa ameamka kwa hasira. Na usiku huo ulikuwa mwanzo wa tukio ambalo lingeweza kubadilisha maisha yao milele.
Usisahau kusubscribe, like na share.